nitaomba kwamba siku moja mje. Na mimi nimepanga kama ni tenti kama hizi 5 10 tuweke pamoja, tufanye maombi maalum ya Kisii County na nchi yetu. Mimi nimegundua Bishop, and utanikubalia mama, shida kubwa ya nchi yetu ama duniani ni wanasiasa kama sisi. Sio mwananchi wa kawaida. Hapana. Sisi kama viongozi ndio shida kubwa. Na naomba tafadhali the clergy ambao mko hapa, mtukumbuke katika mama, unapopiga magoti chini. Bishop ameniambia unapoamka piga magoti chini, omba wakati ukiwa pale. Tafadhali mtakapopiga magoti chini tuombee. Kiswahili inasema kwamba asidi ana sababu. Asidi ni mtu ako na roho chafu tu. Eti kwa sababu ni bibi ya deputy president anamchukia tu bila sababu. Hiyo tu ndimemfanya kuharibika roho. Eti amefika miaka 90 anachukia mzee kwa sababu ana lolote, ni kwa sababu amefika miaka 90. Maasidi kawaida wana sababu. Tuiombee nchi yetu. Na kaunti yangu naomba kwamba tafadhali tunapoenda mbele. Mama, wacha niseme hili liwe la mwisho. Mimi nimeona ufisadi ambao uko uji unatembea mbele yangu, na uogopi, uko na panga na mkuki, unataka kuua, hata huko na bunduki. Ufisadi nimekuja kugundua ni kitu kibaya, na sisi kama viongozi ndio tumeentertain. Nyinyi, wewe kama mama na viongozi mko hapa katika kidini, lazima tuiombee county yetu na vile vile katika nchi yetu. Hilo ndio litasaidia katika nchi hii. Na nataka niseme hakuna malaika. Baba umefika miaka 90. Katika miaka 90 hii hujaona malaika. Sembuse mimi niseme kwamba nitamuona malaika kesho, itawezekana? Lazima tuwe malaika sisi wenyewe wa wakati wetu. Amapi Bishop kijana amesema kwamba amesoma vitabu, ako na vitabu 3,000. 3,000. Unajua kusoma ndio kuelewa, na akili hizi. Na mmesikia his speech ama his sermon is strong. God bless you, kwa sababu wakati mwingine yale umesema juu ya Bishop hapa yanasema katika theology. Si ndio? Lakini leo imesemekana hapa akiwa hai ayasikie.